Kila safari huanza kwa hatua moja, lakini safari nyingine hazianzi kwa miguu, huanzia ndani ya moyo. Sasa leo hapa Starlight Academy, watu kutoka sehemu tofauti tofauti walikutana mahali pamoja. Walikuja kama wageni, wakiwa na majina tofauti, vipaji tofauti, ndoto tofauti, lakini hawakujua kuwa siku hii isingekuwa siku ya mazoezi ya sanaa, bali ingekuwa ni hadithi ambayo ingeandikwa na kila mmoja wao, na kwa mara ya kwanza wote wangekuwa kama waandishi na wahusika kwa wakati huo huo. Kwa kawaida sanaa huwa inatupa nafasi ya kucheza na wenzetu, muungano na pia mazoezi kwa pamoja. Basi ulikuwa ni wakati mzuri sana kwa wasanii wote kuperform mazoezi wakiwa pamoja. Kabla ya mtu kuwa msanii, huwa ni binadamu mwenye hofu, mwenye matumaini na mwenye ndoto. Katika duara hili la kwanza, kila mshiriki alisimama mbele ya mwingine. Hakueleza tu jina lake, aliwasilisha sehemu ya maisha yake, kipaji chake na ndoto yake kubwa. Taratibu wageni wakaanza kufanana. Kwa majina, nilitaka jina langu la kuzaliwa. Naitwa Fidia Hassan. Jina langu la sanaa ni Filma. Kwa majina naitwa Rukaiya Ali, jina langu la sanaa naitwa Fikisha. Malengo yangu ni kufika mbali. Kwa majina naitwa Ramadhani Musa Simba, Mkoma Mgoro. La ugali Makunguru Intelligent Dahili. Ndoto yangu kubwa mimi bwana nifanye sanaa, ningekuwa star, napata mademu. Yaani maisha yangu yaende vizuri, nitakayemtaka nikimwita aje. Ili mradi maisha yangu yawe mazuri. Majina naitwa Nice Sani Ushiri. Mimi ni mwalimu hapa, nasimamia mazoezi, pia ni msanii kama nyinyi. Natokea Sadani Films Company. Kwa pamoja nina ndoto kubwa sana, kubwa mno. Nataka kuja kwa msanii mkubwa zaidi hapa duniani. Nataka kuja kwa superstar. Sawa? Kwa majina naitwa Najim Juma William John. Natokea mimi ni mwanasanaa. Natokea Starlight Academy. Mimi mpaka leo hii, yani lengo kubwa la kunifanya mimi nimeingia kwenye sanaa ni kujua mchezo wangu. Na mchezo huo ndio ulionipatia mimi mpaka sasa hivi kuweza kufanya ili kunyanyua Starlight yangu ili mradi iweze kuwa kubwa. Ingawa Starlight yote ila mwenyewe mmoja wapo kama mwana academy. Asante. Sawa. Kwa majina naitwa Jackson Said Isa. Mimi ni director kutokea Sadani Film Company. Tuko pamoja kwa kusha jambo letu la siku ya leo linazidi kuimarika na kwenda kuwa bora zaidi kwa wasanii. Malengo yangu makubwa ni kuhakikisha nyie wote mnafikia malengo yenu. Asante sana. Sawa. Asante kwa kujitambulisha kwa wote, na nadhani tutakuwa labda mna maswali hivi kidogo. Kwa nini ndoto? Kwa nini tumeka malengo? Kwa hiyo tumezungumzia ndoto kwenye utambulisho wetu. Nafikiri mwisho wa session yetu ya leo tutaelewa kwa nini tumeweka swala la ndoto kwenye utambulisho wetu wa kila mmoja. Na kadri muda ulivyopita, sanaa haikubaki kuwa maonyesho. Ikawa mazungumzo kuhusu safari, kuhusu changamoto, kuhusu kuanguka na kuhusu kusimama tena. Kwa sababu nyuma ya kila msanii kuna hadithi ambayo huwa haionekani jukwaani. Kisha ukafika muda wa kuumba,
kutoka mawazo kwenda vitendo, kutoka ndoto kwenda simulizi. Makundi yakaanza kujenga ulimwengu wao, kubadilishana mawazo kuwa picha, hisia kuwa matukio, na ndoto kuwa hadithi zinazoonekana. Katika muda mfupi tu, ubunifu ukawa lugha ya pamoja. Uko sawa? Ya? Una ndio brother mimi. Msikilizeni, huyu mtoto huwa ana akili wakati mwingine. Mimi nimemwambia kabisa asivutie bangi pale, yeye ameenda kuvutia pale na maanisha nini sasa? Wewe ndio umesababisha yote haya. Hata kule polini. Angalia sasa tumefika mazingira haya, hatuna vitu. Na wewe chanzo ni uweni, nimesema ni uweni. Wapo tu faida gani tukua? Na kufikia hapo, jambo la ajabu likatokea. Watu waliokuja kama vikundi tofauti wakaanza kujiona kama jumuiya moja. Hakukuwa tena na wageni, hakukuwa tena na mipaka. Mwisho wa safari, kila mmoja alibeba kitu. Kwa wengine ilikuwa hamasa, kwa wengine ilikuwa ujasiri, kwa wengine ilikuwa urafiki, na kwa wengine ilikuwa ni kumbukumbu ambayo hawakutarajia kuipata walipoingia mlango huu. Limefanya vizuri kuliko magrupu yote kwa siku ya leo. Ni grupu namba 4. Huwa wanasema kuwa hadithi huandikwa kwa maneno, lakini wakati mwingine hadithi huandikwa kwa watu. Sasa ni muda wa kumtangaza bingwa, mshindi au mtu aliyeshindikana katika mafunzo ya leo. Mtu wa mfano wa kuigwa. Kwa hiyo atakayesikia jina lake ujue ndio wewe. Ndala kwanza. Leta nisaidie kumtaja. Na huyo mtu ni jinsia ya kiume. Ni mtu ambaye ana talent kupita kiasi. Ni mtu ambaye anafanya watu wote wainuke kwenye stage wakimshangilia. Ni mtu ambaye anafanya vizuri na ataendelea kufanya vizuri zaidi. Sawa? Jina lake ni Abubakar. Ilikuwa ni ushahidi kwamba sanaa ina uwezo wa kukutanisha watu ambao hawakuwahi kukutana na kuwaacha wakiondoka wakiwa tofauti na walivyokuja, kwa sababu mwisho wa yote hatukuwa tunasimulia hadithi, tulikuwa hadithi yenyewe. Sisi ni hadithi.